ina sadaka zake. Ibada yoyote inayofanya iwe ni ya miungu ina sadaka zao. Sasa inategemea ukuaji wa Kristo. Nitaingia ndani yake, ataingia ndani. Na lolote utakaloomba itafanya nini? Itakuwa kiroho. Manisa kwa sifa. Ustawi kiroho. Afya yake ya roho ni stawi. Itastawije? Namba moja, mtu anayestawi kiroho lazima awe msomaji wa Biblia. Hitaji nani yetu ni mageuzi. Moyo unapogeuka na kumwamini Mungu, mtu anaonyesha ukuaji. Kanisa linapoonyesha ukuaji lazima libadilike. Anaweza sifu. Je, tumebadilika? Swali rahisi. Je, tumebadilika? Tangu ulipookoka umebadilika? Lakini kanisani tumepata shida. Hatujui ni nani aliyeokoka miaka iliyopita miwili, hatujui ni nani aliyeokoka mwaka mmoja uliopita, hatujui ni nani aliyeokoka jana. Watu tunafanana. Kama tumekilia wote tunalia. Kama tunapogeuza maneno kanisani wote tunageuza. Tunashindwa ni nani aliye atakayesaidia mwingine. Kanisa tukiamua kunung'unika, hata wale waliokoka miaka iliyopita ni upande wao. Yesu ndio kanisa. Yesu ndio mabadiliko. Lazima mabadiliko. Lazima mabadiliko. Haleluya. Lazima ufanye nini? Mama umeokoka na kuja na kuingia kanisani. Umemhubiria kanisa. Sio wale wajaleta kanisa na waleta bila msaada kanisani. Huku mleta, huku shughulika, lakini unashughulika kumwondoa. Kila mtu ana ulemavu wake. Sema ulemavu wako. Na wakati unapokuwa ulemavu wako, usitazame mwingine sana. No. Muko. Wakati wale kama ni sana. Wakati ni dada. Na yabe. Watasema lakini ni aibu. Sababu ya uhuru wa utamsikia. Kwa mtandao na Bwana Yesu asifiwe. Na maanisha maana mtu wangu naishi. Kwa nini leo hii imekuwa ni vigumu kwa Kristo kukua? Nitaingia ndani yake, ataingia ndani. Na lolote utakaloomba nitafanya nini? Nitakupa. Namba mbili, kwa nini leo hii tumekosa kukua kiroho? Ukuaji tumekuwa ni mgumu. Watu wamekuwa wenye madaraka, pendeza watu na watu watatamani kanisa litajaa. Bwana, kuna watu wenye sifa nzuri wamebadilika na wamekuwa. Lakini kuna wengine hapa tumewazoea hakukuja kanisani kwa sababu ya tabia zetu. Na vile wanavyokuja kijijini sivyo tunavyokujua kanisani. Unaishi na tabia gani? Mbili. Tuna ile tabia ya kanisa na kuna ile tabia yako halisi ya kijijini. Sasa watu wanakuelewa kingine. Sasa mimi nasema kwamba ili upendeze, sifa zako ziwe nzuri, mpendeze Mungu. Na wakati unapompendeza Mungu, wanadamu watakupenda. Hata kama maneno hayatakosa kusema juu yako. Lakini bado mtu atakuwa anasema anakia na kufuri stop, anasema lakini hata tukisema fulani hakuna moyo mzuri. Hata kama ndio hivyo fulani ni mzuri, hawezi teseka akiwa hapo. Hata kama tunamuona hivyo fulani ako hivi. Yaani lazima
lazima kuna yale watakuongezea. Hiyo ni Mkristo anayekuwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa jumla lazima mabadiliko yaonekane ya kiroho. Ukuaji unaleta mtu kustawi kiroho. Bwana Yesu apewe sifa. Kustawi kiroho. Afya yake ya roho ni stawi. Itastawije? Namba moja, mtu anayestawi kiroho lazima awe msomaji wa Biblia. Wakati tuko na Biblia. Watu wazima wakati tuko na Biblia. Nisudi hapa. Wakati tuko na Biblia kanisani, watu wazima tunajua kusoma na kuandika. Hata yule ambaye hajui kusoma tutakuelewa, maana Mungu anakuelewa. Lakini tunajua kusoma na wakati tunajua kusoma na kuandika, inua mkono juu. Inua mkono juu, tunajua kusoma Kiswahili vizuri na kuandika.